Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na mshirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Pia tunaombea parokia hii inapokumbuka sherehe yao ya Utatu Mtakatifu ambayo itafanyika kesho. Mungu azidi kujidhihirisha katika hili fumbo takatifu ili mwishowe tuweze kushiriki naye katika uzima wa milele. Ndugu zangu, tuombe Mungu aweze kututayarisha nyoyo zetu ili tupate kusahilisha kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutimiza wajibu. Nimekosa nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
Tuombe. Bwana, tunakuomba uyaongoze mambo ya ulimwengu yafuate utaratibu wako ili tuwe na amani, na kanisa lako lifurahie kukuabudu kwa utulivu. Tunaombea hawa wanakwaya wanapotumia talanta zao kukusifu. Uzidi kuwabariki na kuwajalia mema ili waendelee kulisifu jina lako kupitia kwa talanta hizi. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika barua ya Mtakatifu Yuda. Ninyi wapendwa wangu, kumbukeni yale mlioambiwa hapo kwanza na mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Zidini kujijenga kamilifu kwenye imani yenu takatifu. Sarini kwa nguvu za Roho Mtakatifu na bakini katika upendo wa Mungu, mkimngojea Bwana wetu Yesu Kristo, ili kwa huruma yake awape uzima wa milele. Muwe na huruma kwa wenye mashaka, waokoeni kwa kuwatoa kwenye moto. Wahurumieni wenye hofu, lakini chukieni hata mavazi yao yaliyochafuliwa na tamaa zao mbaya. Kwake awezaye kuwalinda, msianguke na kuwaleta pasipo hatia hadi mbele ya utukufu wake. Kwake aliye peke yake Mungu, mkombozi wetu, utukufu, ukuu, nguvu na mamlaka kwa njia ya Kristo Bwana wetu, kama mwanzo, sasa na milele. Amina. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Nafsi yangu inakuonea kiu, Bwana Mungu wangu. Nafsi yangu inakuonea kiu, Bwana Mungu wangu.
Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Marko. Wakati ule Yesu na wafuasi wake walifika tena Yerusalemu, na alipokuwa akitembea hekaluni, makuhani wakuu na waandishi na wazee walimjia wakamuuliza wakisema, kwa mamlaka gani unafanya hayo? Au ni nani aliyekupa mamlaka hayo? Yesu akawaambia, nitawauliza neno moja, mkinijibu nami nitawaambia ninafanya hayo kwa mamlaka gani. Je, ubatizo wa Yohane ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Jibuni. Wakashauriana na kusemezana, tukisema ulitoka mbinguni, atasema, mbona basi hamkumsadiki? Na tukisema ulitoka kwa wanadamu, waliogopa watu, kwa maana watu wote waliamini kwamba Yohane alikuwa kweli nabii. Basi wakamjibu Yesu, hatujui. Yesu akawaambia, wala mimi siwaambii ninafanya hayo kwa mamlaka gani. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Leo nimeona mbinguni vile tutakuwa tunaimba. Hey. Kama tutakuwa tunaimba hivyo, mimi leo najiunga na kwaya. Kweli. Hizi ni kwaya za Kenya ama ni za wapi? Za Kenya? Nyinyi ni wa Kenya? Hey. Nitaongea na askofu wenu nikuwe nakuja huko. So leo tuko na furaha kama parokia ya Utatu Mtakatifu hapa Nakuru Milimani, kwa sababu tunasherehekea kesho fumbo la Utatu Mtakatifu kama kanisa. Na fumbo hili ni muhimu sana kwa sababu linashirikisha nafsi tatu za Mwenyezi Mungu. Hili kanisa limekuwa na hafla kama hii ya kuandaa tamasha. Sijui ni mara ngapi hii tamasha, lakini nimeshuhudia wakiwa na hafla kama hii wakati wanakaribia kusherehekea Utatu Mtakatifu. Na pia parokia zetu tumekuwa na tamasha tofauti. Tamasha basi ni nini? Tamasha tunakutana ili kuweza kuonyesha talanta zetu za muziki, na hizi tamasha zinakuwa na lengo ya kwamba tumekuja kumsifu Mungu kwa sauti zetu na kuomba na kuburudisha roho zetu, pia kuleta umoja na kuadhimisha imani Kikatoliki. Na hapo tutashuhudia wakati tutajiunga katika ukumbi wa tamasha. Mwaka uliopita nilikuwa hapo, na ule muziki ambao mlikuwa mnaimba ulinisababisha nitoke kwa nyumba nikuje by force. So kwa hivyo leo nitakuja mapema. Kwa hivyo tamasha ni muhimu sana, na njia hii ndio tunazidi kuboresha talanta zetu. Tukitoka hapa tutaona mahali ambapo kiwango chetu cha uimbaji umefikia. Tamasha ya Utatu Mtakatifu ni maadhimisho ambayo parokia hii inapofanya kila mwaka. Lengo la hii tamasha ni kumtukuza Mungu ambaye ni mmoja katika nafsi tatu, na tunaamini hivyo. Na katika sala ya nasadiki hizi nafsi tatu zinajitokeza.
Na kwa hivyo katika safari ya ukombozi hauwezi kukamilika bila kutaja fumbo la Utatu Mtakatifu. Na hiyo ndio tumekuja. Najua Mwenyezi Mungu amefurahia sana kuweza kuona kwamba sisi wanakwaya tumetambua na kuheshimu fumbo hili la Utatu Mtakatifu. Tunaimba kusifu Utatu Mtakatifu. Hii ni heshima sana kwa Mwenyezi Mungu na pia kwa malaika. Wanafurahia wanadamu wanapochukulia hili fumbo kuwa muhimu. Kwa akili zetu hatuwezi elewa maana ya Utatu Mtakatifu, lakini Mwenyezi Mungu anatujalia neema anapojidhihirisha kwa mambo tofauti. Mungu Baba ametuumba, ametupa zawadi ya uumbaji. Mungu Mwana ametukomboa na Roho Mtakatifu anatutakatifuza. Kwa hivyo tunapofanya hii sherehe leo, najua kwamba Mungu ametupenda, akatupatia talanta, akatupatia afya, akatupatia nguvu ya kujumuika pamoja. Kwa hivyo umoja huo pia anataka tuonyeshane katika uimbaji wetu wa kwaya. Sisi wote ni Wakatoliki ambao tunatoka sehemu tofauti za nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo tunapokutana tunafanya kitu ambacho kinajulikana kwamba tunashiriki imani moja. Tunashiriki upendo wa Mwenyezi Mungu. Basi leo tunapokusanyika hapa kama wanakwaya, nyimbo zetu ni sehemu muhimu sana katika liturujia ya kanisa. Naona kila Jumapili tunashiriki misa. Na kanisa ambayo iko na kwaya mzuri, hata matoleo yanakuwa mzuri ya sadaka. Ukweli uongo? Kwa hivyo nyinyi wanakwaya leo tunawatuma katika parokia zetu tuimbia Wakristo vizuri ili waguzwe na Roho wa Mungu ili wasapoti kanisa. Si itakuwa vyema? Na ndio sasa tunasema kwamba nyimbo ni muhimu sana. Na Mwenyezi Mungu anapenda sana nyimbo. Na tunapotumia hizi nyimbo tunainua roho za Wakristo. Watu ambao wamekuja hapa wakiwa wamekasirika, umeona tu hiyo sauti vile imeimbwa, hata mapepo yanatoka mbio kwanza huyu ndugu akigonga tu hiyo drum puf. Mapepo yote na vichukua naenda. Kwa hivyo tujue kwamba tunapoimba tunainua watu ambao mioyo yao imevunjika, roho zinainuka. Tunaunganisha waumini pamoja. Vile tutafanya leo katika misa, katika tamasha yetu. Utaona Wakristo wamejaa. Tumewaleta wakae pamoja na kurahisisha ushiriki katika mafumbo matakatifu. Askofu ambaye ni marehemu anaitwa Agostino alisema huu msemo ambao wanakwaya tunaufahamu vyema. Alisema kwamba yeye anayeimba vizuri, kuna kuimba vizuri na kuimba vibaya. Yeye anayeimba vizuri husali mara ngapi? Mara 2. Kwa hivyo nyinyi wanakwaya mnasali sana hata kutushinda sisi. Kwa sababu kila siku mnaimba, kwa misa mnaimba nyimbo kama ngapi? Tuseme 8. Unaona kila wimbo ambao mnaimba iko na maneno ambayo yanahusika na utakatifu wa Mungu. Kwa hivyo tuchukulie hizi nyimbo ambazo tunaziimba ni kwamba zinatuinua roho zetu, zinatutakatifuza na zinamsifu Mwenyezi Mungu. Waisraeli, Zaburi zote ni nyimbo. Walikuwa wanaimba, wanamsifu Mungu kupitia kwa Zaburi. Kwa hivyo tuchukulie hii ni huduma ambayo Mungu ametupatia katika kanisa na ni muhimu sana. Tuweze kuichukulia kwa hali ya makini, tumwimbie Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya sauti ambazo ametukabidhi. Nyimbo hubeba sala na sifa kupitia kwa sauti nzuri. Kwa hiyo vile imekuwa imeimba hapo, hawezi tofautisha soprano, alto, tena na bass. Hizo ndio sauti za kwaya. Kuna sauti nyingine nimeacha. Na ya kutoa vigelegele na ijiita aje?
mnaiweka wapi walimu wa muziki? Ama inaitwa mchanganyiko. Kwa hivyo tunasikia kwamba tunapitia sauti nzuri. Vile imeimba uwezi tofautisha, yani zimekaribiana sana. Huwezi sikia wanabesi wako kule tena iko kule, yani na sauti ya kina mama iko moja. Soprano wanaimba sauti moja lakini watu tofauti. Unaona, ni Mungu. Na kutoa hiyo sauti si kwa nguvu zetu, ni neema ya Mwenyezi Mungu. Basi tumekuja hapa kumshukuru na kumuomba Mungu na kumtukuza. Hiyo ndio lengo letu la kujumuika pamoja hapa. Kwa hivyo sherehe hii ni muhimu sana, pia sisi wa Kristo tunajua kwamba tunabarikiwa. Somo ambalo tumepata katika somo la kwanza, kitabu cha barua kwa Yuda, anasema hivi: wapenzi, yakumbukeni maneno yaliyonenwa zamani na mitume. Maneno gani? Ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo, bali nyinyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu, jilindeni katika upendo wa Mungu. Maneno ambayo yalinenwa na Bwana wetu Yesu Kristo ni kwamba tuweze kujilinda katika imani. Wanakwaya pia sisi tunahitaji imani. Mara mingi watu ambao wanapatanga matatizo katika kanisa wakati wa misa ni wanakwaya. Matatizo ambayo tunayapata hapa, utapata kwaya mingi zinakaa mbele kanisani. Sini inakuwa hivyo. Lakini utapata tukitoka kanisani, saa hizi nikiwauliza somo la kwanza limetoka kitabu gani, mnakumbuka? Ni ngumu, ni ngumu. Kwa hivyo Yesu anasema yakumbukeni, mkuwe na imani. Kuimba ni kukuwa na nini? Na imani. Sisi tumekaribia katika utukufu na utakatifu wa Mwenyezi Mungu. Ndio naona mnaimba karibu na altari takatifu. Kwa hivyo Yesu anasema kwamba yeye awezaye kuwalinda nyinyi, Yesu anaweza kuwalinda nyinyi msijikwae na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawa katika furaha kuu. Mungu anasema atatulinda na hata tuacha tuweze kujikwaa, hata tuacha tuweze kurudi nyuma, hata achilia imani yetu. Kwa hivyo Mungu anataka tusimame imara na tumwamini. Tufanye hii kazi ya kumsifu Mungu bila kuwa na wasiwasi. Mungu anatujalia hiyo nguvu. Na katika Injili tumeambiwa na Yesu hivi, anaulizwa, anatumia mamlaka gani? Wakati nilikuwa kijana mdogo nilikuwa najaribu kuimba kwaya. Lakini sauti yangu sikuwa naelewa ni gani. Alto. Sikuwa naelewa sauti. Lakini wanakwaya, leo tujue kwamba Mungu ametupa mamlaka ya kumuimbia na kumsifu na kutukuza yeye. Hayo ndio mamlaka tumepewa, hakuna nyingine. Hiyo ndio ya kwanza. Yesu alipoulizwa, ni mamlaka gani haya unayoyatumia? Yesu hakuwajibu. Alisema, pia nyinyi mmeniuliza hilo swali, nitawauliza watoto wenu walikuwa wanatumia mamlaka gani? Fanya kazi hiyo. Na wazee wakasema, huyu naye ametuweza. Tukijibu mamlaka ya Mungu tutapigwa mawe. Tukikana Yohane Mbatizaji tutapigwa mawe. Basi sisi hatujui. Hapa tunafunzwa kitu kinaitwa pride. Mungu huwa anainua watu. Na hawa ambao wanauliza Yesu walikuwa ni akina nani? Viongozi wa kidini, waandishi na Mafarisayo. Mungu alikuwa amewaweka katika kiwango cha utakatifu. Lakini nao hawakutaka kurudi chini kwa wanyenyekevu. Wakaanza kuuliza Yesu, mamlaka gani unayofanya hayo mambo? Unajua tusipokuwa makini, Mungu atatubariki. Sio?
kwaya zetu zitajulikana. Na nyingi nimeziona kwa mtandao zinaimba. Ukumbuke kwamba shetani si mtu mzuri. Atakuja awaambie, uliza chairman wa kanisa, kwa mamlaka gani unatuambia sisi wanakwaya? Si shetani atawaambia hivyo? Ama akuja awaambie, ulizeni chaplain wenu, kwa mamlaka gani umetoa hiyo sheria? Wewe ni nani? Shetani anatumia maneno hayo. Lakini leo tunaambiwa kwamba viongozi walishindwa kujibu hilo swali ya Yesu kwa sababu walihofu umati badala ya kutafuta ukweli. Hii ni kazi ya Mungu, na kazi ya Mungu inahitaji unyenyekevu. Mungu ametupa mamlaka ya kumsifu, ya kumtukuza na kuponya roho za wale watu ambao wako na huzuni na hofu. Wanakwaya, sisi ni muhimu sana katika kiungo cha kanisa. Tunapomsifu Mungu, tujue kwamba mwovu shetani pia ako karibu na sisi. Naona hizi sauti, shetani hataki sisi tumsifu Mungu. Lakini leo Mungu ametuhakikishia katika somo, atatulinda na atatubariki kutokana na maovu yote. Kwa hivyo nawaombea leo, mnapoendelea na hii kazi ya kumtukuza Mungu, tuweze kukumbuka kwamba Mungu ametupa mamlaka ya kumuimbia, mamlaka ya kumtukuza. Na tukiamini hayo kwa Yesu, tufanye hii kazi ya kumuimbia Mungu, ili kwa sababu tunaonjesha Wakristo yatakayotokea kule mbinguni. Naambiwa tutaimba siku zote. Kwa hivyo wale ambao mnakuja kanisani mkilala wakati kwaya inaimba, sijui huko mbinguni mtafanya nini? Lakini leo mtu hawezi kulala kanisani. Hii muziki inagongwa hapa bwana. Ukilala pansi wewe uko na shida, hata kule mbinguni sioni ukienda. Kwa hivyo ni jambo muhimu sana sisi wanakwaya kuweza kukusanyika leo, na tunaomba Mungu sana aweze kutubariki na tujalie imani ili hii tamasha ya Utatu Mtakatifu iendelee kila mwaka, ili iweze kuokoa roho za watu wote. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tutaendelea na wimbo wa sadaka. Ingia sehemu ya pili ya misa.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokea sadaka mkononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote. Ee Mungu, wewe umetupatia vitu hivi vya kukutolea kwa heshima ya jina lako na kuvihesabu kuwa sadaka ya ibada yetu ya kukutumikia. Tunakuomba rehema yako ili hayo unayotujalia kusudi yatuletee mastahili yatufae pia kupata tuzo. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki tendo la kufa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Baba uliye mtakatifu, kwa njia mwanao mpenzi Yesu Kristo, neno wako ambaye kwa njia yake uliumba vitu vyote. Ndiye aliyemtuma kwetu kama mwokozi na mkombozi, akafanyika mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na bikira. Kwa kuwa alitaka kutimiza mapenzi yako na kupatia taifa takatifu, alipanua mikono yake alipoteswa msalabani, iliangamiza mauti na kudhihirisha ufufuko. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunatangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja: Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba vitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.
Hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagwa kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu leo, askofu wetu Cleophas na wakleri wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na wacheni, amani yangu na wapa, usitasame dhambi zetu, ili atu imani ya kanisa lako upende kulijalia na amani na umoja kama ilivyo mapenzi yako, naye ishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani.
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili kuingia kwako, lakini sema neno tu. Sala kabla ya komunyo. Ninasadiki Bwana, na ninakiri wewe kuwa Kristo kweli, mwana na Mungu aliye hai, uliyekuja ulimwenguni kuwaokoa wakosefu. Kati yao mimi ni wa kwanza. Ninasadiki pia kwa hakika huu ni mwili wako, na kwamba hii kweli kabisa ni damu yako azizi. Kwa hiyo ninakusihi unionee huruma na unisamehe makosa yangu ya makusudi na ninayotenda bila kujua, kwa mawazo na matendo, kwa kutambua na kwa ujinga, na unifanye niwe mwenye kustahili kushiriki bila hatia haya mafumbo yako yaliyo safi kabisa, kwa ajili ya msamaha wa dhambi zangu hadi uzima wa milele. Naomba Bwana.
nafasi kuwashukuru ninyi nyote wanakwaya wetu kutoka maeneo mbalimbali kwa kutuongoza katika ibada hii ambayo imefana sana. Sasa kwa vile tunafikia tamati ya ibada yetu ya siku hii ya leo, ningemwomba moderator wetu aweze kutuelekeza hapo pengine kabla ya tamasha rasmi kuanzia. Moderator wetu. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Kwa majina yangu naitwa Purity Wang'ombe, moderator wa kwaya yetu ya Utatu Mtakatifu. Kwa siku ya leo ningetaka kuchukua fursa hii kukaribisha nyinyi wote, na shukrani zangu kwanza zikiendea kwa mafadha wetu wenye wametufanyia misa ya siku ya leo, Father Dennis Wanyonyi and our parish priest Father Samuel Waweru. Na special way nataka kuwashukuru kupata nafasi hii kufanyia wanakwaya misa takatifu. Ya kwanza nimesema tena, napenda kuanza kushukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali huu ametufikisha. Ya pili, napenda kuwakaribisha nyote katika kanisa letu la Utatu Mtakatifu na kwa tamasha yetu ya siku ya leo. Asanti kwa baba paroko kwa support kubwa na kufanikisha siku hii ya leo. Siwezi pia kusahau wafadhili wetu kwa support kubwa wametufanyia, wametusaidia. Mungu azidi kuwabariki mnapomtumikia. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na karibuni sana kwa tamasha yetu ya siku ya leo. Najua leo kwenye Father Dennis amesema tuko binguni, si ndio? Na akarudi akatuambia kitu kingine ya kwamba sisi wanakwaya sana sana tunakuwa karibu na nani? Na nani? Na tukiwa karibu na altari, nani rafiki yetu wa kwanza? Yesu Kristo. Tunamtumikia. Tunajiuliza, mimi nikiwa mwanakwaya mimi ni nani? Kazi yangu ni gani katika kanisa letu takatifu? So siku ya leo ni siku ya furaha, tuliipangia na tukapangia pamoja na Mwenyezi Mungu, na diposa tukaifanikisha siku ya leo. In a special way, our parish priest ako na apology ya moderator wetu wa kanisa, Mr. Samuel Kanyoro, atakuja masaa zingine. And niko na matron wangu. Karibu Mrs. Kairigo, she's there. Just come say hi to your people kindly. She's our matron. Ndio anatuchunga hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Father wetu, Father Samuel Waweru, na our guest priest, our sisters present here today, na all the choirs, tunawakaribisha. Tulikuwa tunafikiria tumeenda mbele sana, lakini leo tumelana. Tumeona kumbe bado tutarudi class. So tunawashukuru sana 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 kwa kukuja kuimba na sisi kufanikisha siku. Asante kwa sababu you have come to fulfill and to implement our pastoral theme ya this year yenye inasema let us serve one another with love. Tumeona huo upendo. Mbarikiwe sana sana. Mnaporudi nyumbani muende salama, lakini karibuni sana. Asante. Thank you. On behalf of our patron, tuko na apology yake on his behalf. I think Mr. Engineer, kindly say hi to our choir member. No, not there. Kindly to forward.
Mungu ni mwema na kila wakati. Hebu tusalimianeni kwa furaha, nyuso za furaha. Mungu ni mwema na kila wakati. Vigeregere zetu. Asanteni sana. Leo ni siku ya furaha, siku ya kutukuza Mungu. Imagine hatujakuja kucompete. Tumekuja kuambia Mungu sisi tunakuibia kama wanakwaya. Si ni furaha? No competition but shining our best. Si ndio? So kwa miamba ya patron wetu Bwana Patrick Matidi, tunashiriki pamoja katika huko kusimamizi wa kwaya. Tuko na mama yetu matron na upande wa matron. So kama hivyo tunasonga na tukiongozwa na kiongozi wetu parish priest, tuko sawa. So tunawakaribisha sana hapa, mjisikie mko nyumbani, mshiriki nasi hata mulale. Tungependa kushiriki misa ya kesho pamoja nyinyi wote kwa sababu utamu huo hautaki kutoka. So in case of any needs, in case of any hiccups, just consult us. Let's talk like brothers and sisters, and we shall be able to resolve whatever comes out of the day. We hope the day will be good. Tukiingia kwa jukwaa, tufanye vile tutakavyoelekezwa, isonge vizuri, na huo ndio utamu wa tamasha. Mungu ni mwema na kila wakati, atukuzwe yeye. In a special way, nataka kukaribisha MC wetu of the day. Yes, Mr. Alex. Karibu. Thank you. Asante sana. Mambo ni mwecheche si mwejeje. Tumsifu Yesu Kristu. Tumsifu Yesu Kristu tena. Mapadri, tumsifu Yesu Kristu. Mbona mmekunja sura hivyo? So smile, hebu angalia mwenzako afa mwambie Yesu anakupenda. Muangalie, hapana usikasirike, muangalie mwambie Yesu anakupenda. Ai, hata kama umekula mandizi asubuhi, geuka mwambie Yesu anakupenda. Tamasha tunalo hatuna. Tamasha tunalo hatuna. Wapi vigelegele? Hiyo haitoshi. Hiyo haifanyi nini? Sasa nikisema moja mnapiga ngemi, sawa? Moja, mbili, tatu, nne, tano. Wapi makofi? Asante sana, asante sana. Basi napenda kuchukua fursa hii kuwakaribisheni nyote katika tamasha hili. Ndio ukoko umealika maua, Ambia mwenzako ukoko umealika maua. Ukoko umealika maua. Wewe umesikia kama kwaya imeimba, kwaya tu peke yake. Alafu yule mpiga ngoma ile kubwa amenitisha mpaka roho inafanya Nimekaa pale, mwenye amesoma homilia hapa, yeye mwenyewe alikuwa anatingisha kichwa anasema yes. Si ningetumwa hiyo parokia. Lakini watu wa Nairobi si tunapenda watu, si ni kweli? Father, karibu sana huko kwetu. Tunapenda watu sana. So napenda kuwakaribisheni tena, karibuni katika kanisa hili la Utatu Mtakatifu. Ni kanisa zuri sana na ni watu wakarimu sana. Wanakwaya wa Holy Trinity mpo? Asiwasikii. Wanakwaya wa Holy Trinity mpo? Aya, wapi mikono juu na vigelegele? Hao ndio wazito wa Holy Trinity. Hao ndio wazito wa Holy Trinity. Kwanza kabisa, kabla ya kuanza, ningependa kuzitambulisha kwaya ambazo zimewasili mahala hapa. At least tujuane, si ni kweli? Tujuane. Nikianza na kwaya ya kwanza. Holy Trinity mpo? Holy Trinity mpo? Haya, tunaingia kwaya ya pili. Holy Cross. Holy Cross mpo? Wapi vigelegele? Hao ni Holy Cross. St. Patrick Ngata
St. Patrick, wapi makofi kwao? Asante. Alafu tunaingia kwa kwaya ya wazito. Kwaya ambayo imetuimbia misa ya leo tukafarijika. Kwaya ya Mtakatifu Benedetta. Kwa lugha sanifu Kwaya ya Mtakatifu nani? Haya, wekelea kofi hivi. Sogeza mbele, angusha. Wekelea nyuma, leta mbele, angusha. Hao wanaitwa Ngoigwa. Alafu baada ya hapo tuko na kikundi kingine pia cha wazito kinajiita The United Catholic Choral. Mko wapi? Sisikii kelele bwana. Hicho ni kikundi ambacho kimeibuka hivi karibuni, wanafanya kazi mzuri sana. Alafu tuko na kikundi pia kinajiita Neema Pro Studios. Neema Pro Studios kuna baadhi wako njiani, kuna wale wamewasili. Naona watu pale wa Neema Pro Studio. Mnaweza salimia watu kwa mikono tuwaone. Watu wa Neema mpo? Asante sana. Hata ikiwa na mmoja hapa mwenye ni camera lady. Asante, ni mmoja wa Neema Pro Studio. Alafu tuko na baadhi, tutakuwa pia na solo artists wa kutoka hii area ya Nakuru. Wakikuja nitawatambulisha pia. Tutakuwa na Jacinta mahala hapa. Nimeambiwa wakati wote anaweza kuwa hii area. So karibuni sana. Kwanza kabisa napenda kwaya nilizozitaja. At least hata moderator kikuja hapa kituambia hi, tunafurahia. Tunataka tujue moderator wa kwaya ni nani, ndio tukija kwa kwaya yako tusianze kubabaika. Si ni kweli? Haya, hizo kwaya nimezitaja. Holy Trinity moderator, Holy Cross moderator, St. Patrick Ngata moderator, Ngoigwa moderator wao, St. Monica section 58. Nimewataja kweli munisamehe. Section 58 mpo? Wapi makofi? Asanteni. Muniwie radhi. So mngekuwa mnaamka tukisonga kwa haraka juu ya muda. Holy Trinity karibu moderator. Moderator wa Holy Trinity atawakaribisha nyote ndio muweze kuzungumza. St. Patrick Ngata, Ngoigwa, asante sana moderator karibu. St. Monica, The United Catholic Choral, Neema Pro Studio. Alafu tutaanzia kuanzia hapo. Viongozi ambao nani moderator wa kwaya, ama kama moderator yuko vice moderator karibu. At least tujuane. Karibu sana, karibu. Ini ni Holy Cross, Ngoigwa. Kiongozi yoyote tu wa kwaya, kwa kwaya yako. Kiongozi wa St. Patrick Ngata ama yoyote tu. Aseme tu jambo kwa niaba ya St. Patrick. Yuko? Asante sana. Wapi makofi kwake? Haya. St. Monica section 58. Section 58 mpo? Asante, ndio huyo anakuja. Alafu The United Catholic Choral. Popote pale alipo kiongozi karibu. Neema Pro Studio. Karibu sana Neema Pro Studio, kiongozi yoyote. Alafu I think ni hao. Sawa, karibu sana. Tutaanzia hapa. Nasema jina na wasalimia watu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Kwa majina ni Rafael Obaga, Neema Pro Studios Choir. Nipende kuuza sera kidogo kwa sababu I'm the only studio, hizi zingine zote ni choir. So kwa viongozi wa choirs, sisi kama Neema, we produce music, audios and video. So mtaona kazi zetu leo tukiingia pale. Tumewakaribisha studioni kwetu tufanye kazi pamoja. Na kwa solo artist ambao wako hapa ama wenye wako humu ndani ama wenye watakuja, ama rafiki yako ambaye ni solo artist, fikishie ujumbe Neema Pro Studios. Mnaonanga kazi zetu kwa wale ambao mmefanikiwa kutuona kwenye mitandao ya kijamii. Karibuni sana, tufanye kazi pamoja na Mungu atazidi kutubariki. Asanteni. Habari zenu? Habari zenu times 2.
Kwa jina naitwa Patrick Ruto, moderator kwa ya Holy Cross hapa Nakuru, na katika jamii hii ya Holy Trinity, familia hii ya parokia Utatu Mtakatifu, tumependezwa na tumefurahia sana mwaliko na tumefurahia sana kujumuika pamoja na nyinyi, na naamini kwamba at the end of the day tutakapotoka mahali hapa tutakuwa tumemtukuza Mungu, tutakuwa tumejenga urafiki, tutakuwa tumejenga uhusiano baina yetu, so that wakati fulani hata na sisi tunaotoka Nakuru tuweze kutembea mnakotoka kwaya hii ya Mtakatifu Benedetta. Asante sana Padre kwa kutuongoza sana vema katika misa. Homilia ilikuwa nzuri sana, na kuna sehemu Padre alitaja kwamba katika misa wanakwaya wakati mwingine anakuwa na changamoto, na nataka kukubaliana na wewe Father. Wakati mwingine kati ya changamoto ambazo tunazipata, unapata kwaya imetayarisha misa nzuri sana. Kwa mfano kwaya hii ilikuwa imeandaa misa ya Mtakatifu Mama Matilda, na anapokuwa tayari kuanza ile Bwana utuhurumie, unasikia Father anasema kwamba wewe uliyemtuma mwanao Yesu Kristo aje kutukomboa. Kwa hivyo hayo ndio baadhi ya changamoto ambazo tunapitia kama wanakwaya, lakini katika yote tunamtukuza Mungu, na naamini kwamba tutabarikiwa katika siku hii, na Mungu awajalie sana. Jina tena Patrick Ruto, asanteni sana. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina naitwa Esther Wanyinyi, na mimi ndiye moderator wa hii kwaya ambayo imeiba vizuri sana katika hii misa, na najivunia sana kuwa mwanakwaya wa hiyo kwaya. Leo hii mimi nimefurahi sana kwa sababu kutoka wakati tuliingia hapa tulikaribishwa vizuri, tumekula na tumekuwa na maeneo mazuri sana na tunafurahia. Otherwise, hii kwaya ya Mtakatifu Benedetta pia sisi tuna launch. We shall be launching our first album on Sunday, na tunawakaribisha nyinyi wote mkuje muweze kutushikilia kwa hali na mali na pia kwa maombi. Otherwise, tunafurahi sana na tunajua hata wakati ule tutakaa hapa tutaendelea kubarikiwa. Asanteni sana. God is good and all the time. Kwa majina ni Cyprian Oginda kutoka St. Patrick's Ngata. Mimi si kiongozi kwa sasa, ni vile tu nimeona, nimejaribu kuangalia around. Nilikuwa kiongozi, nilikuwa moderator, na una wakati wa mapumziko, si ndio? Ukisukuma unasaidiwa, na nafikiri viongozi bado wako njiani wanakuja, na nami ningechukua nafasi hii kushukuru wana Trinity. Wamekuwa viongozi wetu, wametushikilia, wametembea pamoja na sisi, pia tumetembea pamoja nao katika safari ya uimbaji. Tumeparticipate kwa every tamasha yenye imekuwa hapa kwa sababu ya upendo wao na sisi, na napenda kushukuru kila mwanakwaya ambaye ametenga wakati wake kuja kumwimbia Mungu. Hii kwaya ya Ngoiwa ninaijua through my sister, alikuwa anafanya kazi Thika, na alikuwa na sometime alikuwa anafanya hapo, lakini alihamia Ongata Rongai. So ninawajua na wafollow, huwa naangalia nyimbo zenyu, wacheza ngoma, mimi pia ni mcheza ngoma. Nafikia tutakutana kule tuone vipi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Okay, God is good and all the time. Tamasha tunayo hatuna? Tamasha tunayo hatuna? Basi. Kwa majina ni Peter Otieno kutoka Nakuru, kwaya ya Mtakatifu Monica section 58, na tuko hapa kutumbuiza sherehe, kupiga sherehe, au sio? Yeah. So mimi nitawahimiza tu tuendelee kuhubiri, manake uimbaji tunaambiwa ni sala mara mbili, na kwa kweli ni sala mara mbili, manake ile inaitwa nini? Chorus
chorus tunaimba mara nyingi kwa uimbaji, na hiyo ndio sala ile tunaifanya kwa uimbaji. Kwa hivyo tuzidi kwa vikundi vyetu, kwa kanisa zetu, tuzidi kuhubiri kwa uimbaji. Manake tunaambiwa Lucifer huwa amekaa katikati ya kwaya. Yeye alikuwa mmoja wa waimbaji, alikuwa amekaa katikati ya kwaya sana. So sisi kama wanakwaya tunapigana vita ya Lucifer kwa uimbaji, ili kwamba tuweze kusali mara mbili. So nitawahimiza tuzidi kuimba kwa kusali. Shukrani sana. Asante sana. God is good all the time. My name is Ronnie Odur, na ninatoka Homa Bay. So nimeona kila mtu ameongea Kiswahili, mimi mtanisamehea niongee English tu kidogo. Sawa? Yes, so I am one of the leaders or one of the teachers wa kikundi kinaitwa United Catholic Choral. There's a few of us bado wako njiani. So United Catholic Choral ni kikundi yenye ndio ni kikundi yenye ina nini huko Nairobi. So it's a group of people wenye tunapenda tukuimba. And we are very grateful for the invite we got from Holy Trinity and St. Bernadette Ngoingwa. Asanteni sana. You sang very well kwa misa. Hata mimi naimba kwaya inaitwa St. Bernadette kutoka parokia ya Our Lady of Guadalupe. Mama yetu wa Guadalupe. Asanteni. Asante, anasema Kiswahili si mdomo chake. Kunradhi, Kiswahili si mdomo chake. Si watu wote wamebarikiwa kuzungumza Kiswahili. So iko sawa, inaeleweka. Asante sana. Na ukumbuke ni Mjaluo. Ukumbuke ni Mjaluo huyo. Ameng'ang'ana. Kuna dada yangu ningemuita hapa. Kuisha. So napenda kuwakaribisheni tena. Tuzidi kujumuika pamoja, tuzidi kujuana. Nasemaga katika tamasha, wanaume mpo? Kuna wale jamani hawana wapoa. Uko hapa, unaweza pata mpoa Nakuru. Mafadha wako watafungisha, huwezi jua utaangukia hapa ama namna gani fadha. Iko sawa. So interact, muulize uko na mtu. Kama hana, mwambie tunaweza anza mafundisho ya ndoa pole pole. Si ni kweli? Ama namna gani? Kwanza kabisa lengo la tamasha hii ni kusifu, kusali pamoja na kusherehekea kama Wakristo wa Katoliki. Ama namna gani? Wakatoliki mpo? Wakatoliki mpo? Na mambo ni tamasha la utatu? Aya, kuna song naimbwa usifiwe Aya, ngoja kidogo, hata mimi nakuwa conductor. Tunafuata piano, sawa? Atwende. Nikikui. Aya, tu swing sote hivi twende. Aha. Twende. Usifiwe utatu katifu na umoja usio wajika. Usifiwe na umoja usifiwe utatu mtakatifu na umoja usio gawanyika. Usifiwe na umoja usifiwe na umoja usio. Wapi vigelegele? Asante sana. So slogan yetu ya leo, ukisikia nimesema utatu mtakatifu hoye, unasema hoye, sawa? Utatu mtakatifu hoye. Utatu mtakatifu hoye. Alafu baada hapo unasema
ndani ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Hoye! Sawa? Usifiwe Utatu Mtakatifu. Utatu Mtakatifu hoye! Ndani ya Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu hoye! Tunarudia kwa mara ya mwisho. Utatu Mtakatifu hoye! Utatu Mtakatifu hoye! Ndani ya Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu hoye! Baada ya hapa tukimaliza misa, ningependa kukutana na technical team ya vikundi vyote ambavyo nimevitaja, kwaya ambazo ziko hapa. Naomba mnione baada ya hapa ndo tuweze kujipanga. Ni tuone venye mambo inaenda, tusifike pale kwenye jukwaa alafu tukorogane. Si tunakubaliana? Mimi nakuaga strict sana kwa mambo ya masaa, taniwia radhi kwa sababu hiyo. Kingine, hapo nje kuna tenti imetengwa. Wale ambao hamjajiandikisha hapo kwa hiyo tenti, pita ujiandikishe. Ukiwa na mchango wako, kuna hapo paybill number utapewa. Labda unataka kusupport kikundi chetu, maana tumeambiwa tumekuja kusupport kwaya Holy Trinity kufanikisha miradi yao ambao wanaipanga. Mmeona nyimbo yao ya Utatu Mtakatifu, mliona hizo sauti mlizisikia aje? Tuambiane ukweli, msikuwe wachoyo wa kupatiana remarks. Sauti zilikuwa aje? Wapi vigelegele kwao? Na walifanya kazi nzuri sana, na walifanya kazi na Ray. Nikielekea kumaliza, homilia ya leo ilikuwa mzuri sana na imenigusa. Mimi nasemaga na kuaga MC na bado na kuaga facilitator wa kwaya. Sitaacha kuwadunga ukweli. Si ni kweli? Situambiane tu ukweli, si ndio? Wanakwaya mpo? Wanakwaya, kwa nini nisipokee? Twende, kwa nini nisipokee? Alafu wewe umeketi kwa kiti hivi, unafanya miguu hivi. Kwa nini nisipokee? Tutafute sakramenti, sawa sawa Mkristo Mkatoliki na mwanakwaya lazima atafute tu sakramenti, si ndio? Hiyo ni moja nimepatia siri, lakini mniwie radhi, mnisamee sijawaingilia. Nilikuwa napitisha tu message. Haya, tumeambiwa kuimba vizuri ni kusali mara. Kuimba vizuri ni kusali mara ngapi? Tunakuja kuimba, tukuje kumuimbia Father, atakuja kumuimbia mtu yote kanisani. Kuna wanakwaya wanakuja kanisani, tuone amevaa suti mzuri, ni kweli si kweli? Kuna mwanakwaya ya kiketi, hasa wanakwaya wa kike mpo? Kwaya inavunjoga na wanakwaya wa kike sana sana. Huwezi ona wanaume wakivunja kwaya. Kweli. Kwanza na leo Karo ameimba vibaya. So, unaona hizo changamoto Father amezungumzia kuhusu changamoto. Alafu tumeambiwa sauti tamu. Umesikia venye vitu zinaunganishwa hapa Kangoma, piano, nini. Alafu kuna ile sauti Father alikosa kuitaja. Hiyo sauti Father inaitwa sauti ya uji. Hiyo unasikia ya sigalagala nini. Tunapitaga pale fulani alafu tunachangamsha koo. Ukisikia wameanza utukufu kwa Mungu, unasikia mwingine anapiga. Hiyo ni sauti ya uji hiyo. So usishtuke. Hiyo ni muhimu sana kwa kwaya. Alafu kingine Father amezungumzia kuhusu wanakwaya. Father amesema kuhusu neno. Ukiulizwa hapa neno la leo lilikuwa latoka wapi? Ushasahau. Alafu mimi kuna mtu mmoja Father aliongea hapo akamuuliza Father, na leo wimbo wa kwanza tumeimba gani? Umeona? Father amemwambia neno la leo lilikuwa nini? Mwanakwaya akasita hakujibu. Akaona the only option ni kurudisha back to back. Akamwambia na Father, wimbo wa kwanza leo tumeimba gani? Si umeshapatiana jibu already? Aya, ninamalizia nikisema ninawaacha na falsafa moja. Falsafa ya ta te ti to. Mwanakwaya Mkatoliki, tangaza msimamo kama mwanakwaya Mkatoliki. Pili, tetea imani yako kama Mkristu na mwanakwaya Mkatoliki. Ya kwanza nimesema nini? Kama Mkristu na mwanakwaya Mkatoliki.
Aya ya pili, kama mwanakwaya na Mkristo mkato. Timiza wajibu wako kama mwanakwaya na Mkristo Mkatoliki kwa kuimba, kusali. Sawa sawa, toa sadaka na majitoleo mengine kwa kanisa. Zaka, hapa kwa kwaya ukiambiwa monthly contribution, tunajuaga shida zetu, si kweli? Hiyo ni tubu na kuamini Injili kama Mkristo Mkatoliki. Duniani hakuna mtu mkamilifu. Sote si ni watenda dhambi. Unaweza kuwa umemkosea mwenzako kwa njia moja ama nyingi. So sisi sote ni Wakatoliki. Tutubu na kuamini nini? So nimewaacha. Ya kwanza inasema nini? Ya pili? Ya tatu? Ya nne? Ya tano? Asanteni, nimewaachia hapo. Tutakutana kwenye jukwaa, tujipange vizuri. Tamasha tunalo hatuna? Tamasha we have not. Wapi vigelegele? Asanteni sana, asante sana, asante sana. Narudisha kwako usukani Father, utumalizie. Asante. Natumaini kabla ya awamu hiyo nyingine ya tamasha tutakuwa na utulivu kidogo, refreshment, lunch, halafu ndio sauti zinyoke sawa sawa. So tukitoka hapa, na tumaini maeneo yanayo refreshment, maeneo yanayo lunch,